Asante sana mpenzi mtazamaji kwa muda wako, kwa kutenga wakati kujiunga nasi jioni ya leo, na kwa kutenga muda wako atuchukulie kuwa jambo la kawaida. Tunajua unaonyesha kwamba jinsi unatuenzi na jinsi unafuatilia mafunzo yetu, na kila wakati nakwenda kwa jina Job Wamalwa ambaye nakuletea kipindi cha kila wiki Jukwaa la Busara, ambapo tunazungumzia haswa masuala ambayo yanaathiri maisha yetu kawaida, kiroho na hata kimwili. Na siku ya leo tuko bado na mtumishi wa Mungu ndani ya nyumba. Karibu sana mtumishi. Yes sir. Uko salama? You doing well? I'm doing well. Thank you. Yeah, I thank God. To me, I'm doing well. Yes. Thank God. Nimekuwa wa baraka. Mungu amenibariki. Yes. Na I've seen his hand. Amen. Yeah. Pia mimi nashukuru Mungu amekuwa mwaminifu, na pia mashabiki wetu wamekuwa waaminifu. Na labda kabla tuendelee, mtumishi wa Mungu, ningependa nipitie comments chache tu usikie jinsi watu wanazungumza. Na namuona hapa anakwenda kwa jina Chris Injiri. Anasema anapenda huyu pastor sana, sijui hata ni kwa nini. Anapenda tu. Kuna mtu anakupenda bure tu. Alafu kuna mwingine hapa anaitwa Eunice. Anasema thanks a lot man of God for addressing issues that are affecting us, but specifically using a national language. Wow. The national language. The national language. Nimeacha ukabila. Umeacha ukabila. Alafu kuna mwingine hapa anauliza, kumbe mtumishi anaweza zungumza Kiswahili? Tumemzoea kwa Kikuyu tu. Kumbe wao ni wa Kikuyu. Ni wa Kikuyu. Alafu kuna mwingine hapa anakwenda kwa jina Abednego Wamalwa. Anasema thanks, mimi ni shabiki mgeni, mkwe mkinitumia link. In fact this is our last born, my brother. Hata nafurahi kwa watu wa nyumbani wananifuatilia. Hata nimepigiwa simu nyingi kutoka nyumbani. Waluya hivi wamenipigia simu wananiambia wamefuatilia, wameona mambo mazuri na they would like to come. Nikajua hiyo ni Job Wamalwa. Unajua kuna mali nilikuwa and then wakasema ule mtu, sasa tulikuwa kwa kanisa walikuwa wanatufunza. Alafu akasema ule mtu ambaye anajua mtu ameokoka ni ule mtu ambaye anashika. For example now pastor alikuwa anapeana mfano yake. Akisema ule mimi mtu ambaye anajua nimeokoka kabisa ni bibi yangu na watoto. Lakini hawa wengine hawezi jua. So nikiona watu wa nyumbani wananifuatilia, najua pia wananiamini. Thank you. Thank you very much. Yes. God bless you for that. Najua we are doing a good job. Kabisa. Yeah. Tumekuwa tukizungumzia madhabahu na tumeona kwamba hiyo kitu ilikuwa affect many people. Yes. Yeah. Madhabahu, yani altars, altars is something that is so powerful. Yes. And the first altar ilifanyika na mtu anaitwa Cain na Abel. Those are the first people to have known the power in altars. And the sacrifice on the altar. Yes. Because that is when Abel had sacrifice sacrifice wanyama naye Cain akasacrifice mazao. So that was the very first altar for a mankind. And ni watoto wa nani? Wa Ibrahim, wa Adam and Eve. Na Eve. So after Adam hakuwa na madhabahu. Like watoto wake walitambua uhalisi wa madhabahu. So that is the first people to have known the power of the altar. From there going word, utakuta kuna mtu kama Cain alilaaniwa kwa sababu ya kumuua ndugu yake. Lakini licha na laana bado he was a successful man. Ndio naona through Cain kuna Enoch ndio walijenga ile city inaitwa the city of Enoch. Umeona? Cain lineage ilijenga city. Lakini what did they do? Ukiangalia Enoch, he befriended after knowing what the lineage yao inasema. Lineage yao inasema laana. Unanielewa? Lineage yao inasema because God alilaani. Ukisoma by story ya Cain, it is in Genesis chapter number 4. Abel, according to the Genesis, Abel, a shepherd, offered the Lord the firstborn of his flock. In fact, the firstborn of his flock. So he had a spiritual knowledge. Kwa hivyo understanding ya madhabahu, it is not you who makes yourself to understand it. Understanding ya madhabahu, God causes you to know it. Because Adam na Eve,
they didn't have the firstborns. Hawakufanya altar ama kutoa sacrifice ya the firstborn. Lakini angalia Abel, he was a shepherd. He offered to the Lord firstborn of his flock. The Lord respected Abel's sacrifice because one, it was firstborn. Number two, it was a blood sacrifice. But it did not respect that offered by Cain. In a jealous rage, Cain murdered his brother Abel. See, out of the altar, we get two things: an evil one and a godly one. And the evil one, it is resulted by the jealousy. So that is why we have evil altars, because the spirit of jealousy, the spirit of rejection, because Cain is like he was rejected by because of what he gave. Out of what he gave was rejected, he became jealousy. He was not happy with his brother because his brother has been accepted, him has not been accepted. So what happened? He raised an evil altar. So the altar that speak in your life, that speak in your family, that speak in communities, that speak around us, are either caused by a blessing or a curse. So when you thrive in a certain particular curse, that curse generates an altar. Kwa mfano, when the wana wa Israeli walipo, ukisoma kitabu cha Deuteronomy, Deuteronomy 7, Biblia inasema ya kwamba nitawapeni nchi, nitakapowapeleka kwenye nchi ambayo mnaenda kuimiliki, nchi ambayo inamilikiwa na watu walio na nguvu mara 7 kuwaliko nyinyi. Nitakapowapokeza hawa watu mikononi mwenu, that is the time mtawachukua, you shall smite them, you shall utterly destroy them. Then what you will do, you will destroy their altars. Why? Because these people, the Jebusites, the Girgashites, the Amorites, the Ammonites, all these people, there were 7 nations mightier than the children of Israel. Why? They were mightier, they were ganged up against these children that God loved. So the ganging up was because God loved them. The ganging up because God loved this. That's why he developed a spirit of jealousy to contain this. So to counter these people, they raised altars. Ndio wapigane nazo kupiga watu wa Mungu. Mtu wote wa Mungu hapigiki kwa vita vya kimwili. Mtu wote wa Mungu hapigiki, mtu aliye na baraka za Mungu, mtu aliye na that kind of a spiritually empowered, godly empowered kind of a force. You cannot fight them. They are very strong. Now what do? You fight them through an altar. You fight them through something that is bigger than them, because an altar is bigger than you. For example, tutoke hapo sana kidogo kwa Biblia, tuingie in Kenya, the normal life. This we call a flag. Any flag, whatever it is an altar. Ukienda kwa Reggio Maria, they have a flag. Ukienda in the country, we have a flag. The army, they have a flag. The police, they have a flag. All departmental parts of the country, unakuta there is a flag. What is the power? What's the significance of this flag? Like now, the Kenyan flag, when it is being hosted, and the president was there, he will rise up and stand. Attention, in respect to the flag. It doesn't matter who the personality you are or what is your status. If the flag, no matter the small or the big or whatever it is, whether it's a small country or big country, and you are a president of that big country, and you are raising a flag of Haiti or a country of 5 people, as long as this is a country recognized as a nation by the UN Charter, that flag speaks. And that flag will make you to stand up. Whether you like it or not. Whether you like it or not, it is an order. It does not even beg for you to rise up.
If it is going down, you have to stand. If it is going up, you have to stand. You get now? So that is what we call now an altar that speaks in a nation. Because it controls the power of the nation. Without a flag, Kenya we don't have. Without a flag, we don't have Uganda. Without a flag, there is no Rwanda. Without a flag, there is no America. A flag gives an identity of a nation. A flag gives an identity of the people of the particular nation. If I'm a Kenyan, I wear a banco, I go to Nigeria, people will know me by just seeing the banco. If I see a Nigerian putting the banco that has colors, national colors of Nigeria, automatically, when an athlete wins, the first thing will happen, wataimba nyimbo za taifa. Katika kuimba nyimbo za taifa, bendera za taifa zitapanda. Stadium nzima, iwe ni kwa wazungu wa Faransa, kama ni ya Kenya, watasimama mpaka wimbo wa taifa utakavyoimbwa. Kumaanisha nini? Bendera ni madhabahu. Na kila wakati nchi inapopata shida, sisi kama watu wanaelewa bendera ni madhabahu, na madhabahu ndio ushikilia. Kitu chochote ambacho kimeshikilia nchi, kimeshikilia jamii, ama wewe binadamu, ama wewe Mkenya, umeshikiliwa na bendera ya Kenya. Ndio inayokupatia kufahamika, kukubalika. Mahali popote unaenda unakubalika kwa sababu ya ile bendera. Kwa hivyo hii bendera isipokukubali, kama sasa utoke hapa uende ukose pasipoti ya Kenya, maana imebeba the emblem ile ambayo iko kwenye bendera, ukienda ukosekana na pasipoti, meaning any nation, hauna pasipoti ya China na hauna pasipoti ya Kenya, you be regarded as a person who does not have a nation. Utawekwa kwenye hesabu ya watu ambao hawajulikani. Kwa ukijaribu kuambia mimi ni Mkenya, ukunye kwenye border ya Kenya, ama wakulete mpaka kwenye mpaka, kwenye airport ya Kenya, ukifika pale watakuzuia kuingia, maana hauna traveling document ambayo iko na emblem ya taifa la Kenya. Kwa hivyo utazuiliwa. Utakapozuilia, watakuacha kwenye sehemu, kwenye kitengo fulani, kwenye kiwanja cha ndege, mahali ambapo does not belong to Kenya, does not belong to any nation. Inaitwa no man's land. So ukilala pale hakuna mtu atakuuliza. Ukifanya jambo lolote kule hakuna mtu kuuliza, maana there is no flag controlling that land. Are you getting me? Yes. So in life, utakuta in life, every aspect of a human being, there is an altar behind. Wewe mwenyewe ni madhabahu. Ndio nasemekana wewe ndio head of the family. As a man, you are the head of the family. Being the head of the family, by virtue of being the head of the family, you automatically qualify to be an altar. Sasa wewe ndio madhabahu ya zungumuzayo katika familia. Wewe ndio madhabahu ya nenayo baraka ama laana kwenye familia. That is how powerful you are. Kama sasa mukakosana na mke wako, mukafanya vitu na mke wako, then ufungue kinywa chako mulaani, atalaanika. Hata kwa mke laani inashika, itamshika. Atalaanika kwa sababu nini? You are the head. And now how do you qualify to be the head? Because you have soul ties. Kuna sexual ties, kuna soul tie, kuna spiritual tie. All those kind of ties, they tie you. Meaning once you are tied, it means control over that person. You have a control over that person. Una control wewe kama mume, umeoa mwanamke na mko pamoja, mmelala na yeye, mmemfanya the ties. Now from there utakuta the humbleness of a woman inakuja automatically. Ukioa mwanamke akuja kae kwako, akue mke wako, ama mkifanya lile tendo la ngono, maana tendo la ngono pia ni madhabahu. Umeinua madhabahu ya nini? Ya tendo la ngono. Sasa the moment before mlikuwa mmelala pamoja na yeye, utakuwa kulikuwa na ile mnaongea as human being to human being. Lakini wakati mlilala na yeye inabadilika, inakuwa yule mwanamke mwenye alikuwa naongea kwa kuangalia kwa macho yake kondo kondo, ama alikuwa ana kutani kwa mambo ya mengine hivi, utakuta toni yake immediately imebadilika. Na toni yake sasa imekuwa ya kunyenyekea. Because now automatically wakati when you did the sexual act, you dominated, you subdued, because you are the man, you subdued that woman. Madhabahu yako ilinyamazisha madhabahu ya mke ule. Sasa ikakuwa madhabahu yako imeanza kutawala madhabahu ya nani? Ya huyu mama. Kwa hivyo huyu mama atakaa chini ya madhabahu ya wewe mume.
kumaanisha blessing sasa zimetoka kwa mama zimeingia kwa baba, kwa mume. Sasa kutoka hapo you no longer become the head, kwa sababu wakati when you are alone as a woman ulikuwa unatembea kama the head. Sasa wakati umepata mwanamume mmelala naye, you are supremacy, your superiority ama kuwa the head inateremuka, ya mwanaume inakuja juu, inatawala. Sasa mtawala ni nani? Mtawala ni huyo mume. Kwa hivyo madhabahu ya huyo mume ndio itakutawala, ndio itakunenea. Kwa hivyo matamshi yote utakuwa ukitoa sasa ni matamshi yaliyo na nguvu juu ya huyu mwanamke. Na ndio naona watu wengi ambao wametoka kwenye ndoa wameteseka sana, either uwe mwanamume ama uwe mwanamke. Kuna mateso fulani yatakufuata kutokana na nini? Kuna matendo, kuna ties, kuna miungano mlikuwa mmefanya, na ile miungano ya kitendo ya ngono ama katika kufanya tendo la mdomo kwa mdomo, kumbusu yule mume ama yule mke, ama kuna maneno mlizungumziana mlikuwa kwenye tengo la ngono. Kuna mambo ulimwahidi yule mwanamke, kuna mambo ulimwahidi yule mwanaume, kuna viapo mulishana katika tendo la ngono. Wakati unafanya the sexual act, when you uko in your moon, muko katika dunia ingine, kuna maneno namwambia, my sweetheart, I'll never leave you, nakupenda, naweza kufa kwa sababu yako. Hayo ni maneno ya kimadhabahu mkiwa kwenye the act, maana muko kwenye ibada. Sex ni ibada, na hakuna ibada isiyo na madhabahu. Sasa kwenye kile kitendo, as you doing the sex, kuna maneno, sweetie baby, I love you, say you love me, say I love you, I will never leave you, I will never forget you. Sasa muko kwenye ibada, maneno hayo yote they are spiritual. So nataka kunisaidia hapa hivi. So kwa mfano nimekuwa na mahusiano na wanawake tuseme 8. Ukafanya nayo kila kitu ambayo tunaweza fanya. Sasa nimekuja nimepata mwanamke wa 9. Nimeingia nayo kwenye ndoa. So hawa wengine 8 bado ni ngali na watawala. Bado mko kwenye maagano. Maagano kamilifu, maana kuna ibada ilifanyika. Na ibada ile ilifanyikaje? Uliponenda kwa yule mwanamke na mkalala na yeye, hamkulala mkiwa na nguo. Ulivua nguo zako kawa uchi wa mnyama. Na yule mwanamke akavua nguo zake akawa uchi wa mnyama. Kisha we mwanaume ukapiga magoti. Kisha ukaunganisha mwili wako na wake. Kutoka hapo maneno yakaanza kutoka. Sweetie, I love you. You are my best. Sasa maneno yale yameandikika kwenye ulimwengu wa kiroho. Yale maneno na lile tendo lolote, mbegu zile zako, maana mbegu ziko hai, zikiingia kwenye mwili wa mwanamke zinaunganika, na zikiunganika zinakamilisha ile ibada, maana hiyo ndiyo sadaka ya kimwili. Mungu atusaidie sana wanaume. So ukiwa umelala na wanawake 9, 10, umefanya ibada tofauti 10. Kwa hivyo mizimu na mapepo yatakuwa tofauti 10. Maana kwa kila tendo la ngono liko na mizimu yake. Na katika hiyo mizimu yake ndio unaibeba. Sasa utabeba laana ama utabeba baraka. Na kama ni ndoa ambayo tendo lile limetokana na kitu ambacho si halali, basi unachokibeba ni nini? Ni laana unazozibeba. Sasa laana hizi zinakuwa kwenye mwili wako. Hivyo unakuwa na madhabahu 9 yaliyo kwenye mwili yako, yatazuia chochote ambacho unakifanya kwenye dunia hii. Kama ni biashara inakwama, kama ni kanisa linakwama, kama ni kitu chochote ambacho unakifanya kinakwama, kwa sababu kuna msingi wa kimadhabahu unaonena. Na misingi hii ni madhabahu 9. Sasa madhabahu ya 9 yanapigana, hayakubaliani. Sasa hayakubaliani, maana kila dhabihu, kila madhabahu yanataka kutafuta nafasi ya kumiliki. Na madhabahu yoyote wakati wowote huwa yanatafuta miliki. Kila kitu. Kiangalia Kaini alikuwa anatoa dhabihu amiliki kakake. Naye Abeli alikuwa anatoa dhabihu ndio amiliki kakake. Maana kwenye kitabu cha Mwanzo 1:28 inasema, naye Mungu alipowatengeneza mama na baba wanawake kwa sura yake, kisha mstari wa 28 inasema na akawabariki. Kisha akamwambia nini? Mzae na mkajaze dunia. Umeona? You multiply, you
replenish. Then mwisho akamwambia nini? Subdue, muitawale nchi. Kwa hivyo anamwambia muinue madhabahu ya kutawala viumbe ambavyo vinapaa angani, viumbe vya majini, viumbe vya ardhini, miti na kila kitu, mutawale, mukonke, you subdue them. Then as you subdue, as you be productive, be multiply, be productive, then you replenish, then you subdue. Hizo ni vitu nne, 4 principles that you need to use on earth. Hayo sasa, hiyo ndio principle ya kimadhabahu. Mwanzo kabisa. Sijui kama utafungua hiyo 128 then ni kuexplainia kwa njia utaratibu mzuri. Kwa hivyo utapata Mungu alijenga madhabahu ya kwanza kwenye mstari wa 28. Ndio alipatiana matamshi ama maneno ambayo yanaambatanishwa na misingi ya binadamu kuishi hapa duniani. 28 tunasema and God blessed them. Sasa and God blessed them, alibadilisha kila kitu in the spirit. Kila kitu kilichokuwa alikibadilisha in the spirit. Huyu mtu na huyu mama, and God blessed them, wao wawili Adam na Eve walibadilika. And when he say and God blessed them, aliachilia neno la kiroho. Umeona? Neno la baraka haliachiliwi kwa nyundo, haliachiliwi kwa vazi, haliachiliwi kwa kitu ambacho substance, inaachiliwa kwenye mdomo, kwenye kutamka. Matamshi yale ndio the spirit ambayo imetoka kwa Mungu ikaenda kwa huyu binadamu. Maana binadamu alijengwa kwa udongo, kisha akapulisiwa pumzi akawa binadamu. Lakini sasa ndio pumzi na nyama zifanye kazi, ilihitaji neno la spirit ambalo ndilo hilo, and God blessed them. Kisha alipowa bless akawaambia nini? And God said to them, be fruitful. Be fruitful. Yani muzaane, muwe watu wa kutumia akili. Nimewapatia akili, nimewatia kila kitu. Kwa hivyo msiishi tu hapa mukose kueneza. Mujenge manyumba, mujenge magari, mufanye biashara, mufanye vitu ambavyo vitafanya dunia iwe rembo zaidi. Then akamwambia nini? Then akamwambia and multiply. Na alafu katika kitu ambacho utakianzisha, kama ni biashara, uanzishe biashara kama hizo nyingi. Kama ni mjengo, ujenge mijengo nyingine mingi zaidi. Then that is how to multiply. Yani whatever ambazo umekianzisha, kile ambacho umekianzisha ukizalishe. Alafu twende hapo, and replenish the earth. Alafu uweze kukiendeleza, ukitengeneze kiwe na muonekano wa kuendeleka. That act ya kuendeleka. Alafu namba 4, and subdue. And subdue. Sasa hayo ni maneno manne yaliyo na msingi wa kiroho. Maneno ngapi? Manne yaliyo na msingi wa kiroho, ambayo maneno hayo yote manne ni madhabahu. Sasa madhabahu ya kwanza ni nini? Anakuambia, anza kusoma hapo. Madhabahu ya kwanza ni? Ya kwanza, he blessed them. He blessed them. Hiyo ndio madhabahu ya kwanza. Ya kwamba unastahili katika dunia hii, hauwezi ukafaulu bila kuwa na baraka za nani? Za Mungu. Ukipata baraka ya kwanza ni ya Mungu, baraka ya pili ni ya baba na mama, baraka ya tatu ni ya watu ambao mnaishi na wao. So baraka ya 4 ni wanyama, miti na kila kitu ambacho kiko duniani. Hivyo ndivyo vitu ambavyo viko kwenye baraka. Kwa hivyo hilo ni madhabahu, hayo ni madhabahu ambayo yameashiria msingi wa baraka. Madhabahu ya pili? Madhabahu ya pili, be fruitful. Sasa be fruitful, amekwambia uendelee, ufanikiwe. Kwa hivyo madhabahu ya pili ni ya ufanikishi. Kuweka jambo fulani likafanikiwe. Ndio unaona watu wanaingia kwenye Freemason, wanatoa watoto wao kwa ajili ya madhabahu ya pili. Ndio watu wanaenda wanaua watu kwa sababu ya ndio wakuje watoe kafara, wafanye kitu fulani kwa ajili ya nini? Ndio unaona watu wako kanisani wakitoa masadaka, wakitoa fungu la 10 na malimbuko, yote kwa ajili ya madhabahu ya namba 2. Ndio kwa maana tuko kanisani, because of the second altar. Now the third altar? The third altar, and multiply. Na muongeze. Kuongeza sasa, ninakuta watu wanakuja kanisani wanatoa sasa dhabihu pia ya kutaka biashara yao ipanuke. Niko na biashara ndio, Mungu alinibariki. Sasa unaendeleza kutoa dhabihu kwa ile ya kwanza, ndio baraka ziendelee
Fungue more branches. Ufungue. Yani uwe milango zaidi ikafunguke. Wanakuja hapa wanasema wanataka kuombewa maana wako na kanisa moja, wanataka wakuwe na branches nyingi. Wengine wanakuja hapa wanataka niko na mtoto mmoja, nataka kuwa na watoto wengine wengi. Wengine wanasema wanataka kutoka nchi hii waende Amerika. Sababu tu kusudi ni kwenda kujiendeleza. Hilo ndilo madhabahu ya 3. Madhabahu ya 4 to subdue. Madhabahu ya 4 ambayo ni kusubdue ni kukalia. Madhabahu ya kuweza vitu vingine, madhabahu ya kutafuta kitu inaitwa ni wewe tu, hamshindani. Maana madhabahu sio ya kushindana. Madhabahu ni ya kukusaidia kuinua kitu ambacho wengine hawana. Okay. Unanielewa? Madhabahu sio utengeneze madhabahu uwe na mke mzuri kuliko wale wengine, ama uwe na biashara nzuri mnashindana na mwenzako, unainua madhabahu ya kiuganga ya kushindana na mwenzako umshinde. Haustahili kuinua madhabahu ya kushinda. Unahitaji kuinua madhabahu ya kukuinulia kitu ambacho ni cha kipekee. Hakuna mtu mwingine ako na kitu kama hicho. Maana kama mfano sasa ukichukua Coca-Cola, hakuna mtu amejaribu kubuni kitu kama Coca-Cola. Wamejaribu, Pepsi wamejaribu, Soft Cola wamejaribu, kila kampuni imejaribu, lakini wameshindwa kwa sababu kuna siri fulani iliyo na wale waanzilishi pale Atlanta wa Coca-Cola. Ndio unaona ile sukari itengenezwa Coca-Cola haitengenezewi Kenya, ila tuna Mumias hapa, tuna Western Sugar, lakini sukari ile haitoki Kenya, inatoka Atlanta. Maana mixing inafanywa kule Atlanta, na mwenye anaifanya hivyo ni watu wawili brothers ambao ndio peke yao wanajua usiri wa madhabahu ile waliinua, wakatengeneza brand inaitwa Coca-Cola. Kwa hivyo Coca-Cola iko ndani ya sukari, haiko ndani ya maji. Ikikuja hapa Nairobi wana mix tu inatoa ile ladha, kisha mnaendelea kukunywa. Lakini usiri wa ile soda sio Coca-Cola Nairobi, ni Coca-Cola Atlanta. Ndio wanajua ni madhabahu gani inayozungumza ndani ya Coca-Cola. So hiyo inamaanisha kwamba hawa ndugu wawili wakifariki bila kupea mtu mwingine hiyo siri, Coca-Cola hivyo imeisha. Coca-Cola imeisha. Hiyo siri inabaki hivyo. Labda sasa wamesambaza ule usiri kwa watoto wao. Na kutoka hapo pia muangalie kama huyu mzee anaitwa wanatengeneza McDonald. McDonald pia utapata McDonald inasafirishwa kutoka Ohio, America. Ndio headquarters yao. Sasa ile McDonald hakuna mwingine anaweza kuitengeneza, ni ile moja. Kwa hivyo hawakupania kutafuta ushindani, walipania kutafuta umiliki. Na wale watu wamefaulu kwenye biashara ni wale wamepania kutafuta umiliki, si ushindani. Sio kushindana na fulani eti kwa sababu amefungua duka na unafungua duka mshindane. Hapana, kwa sababu huwezi kushindana na mtu aliye na madhabahu. Huwezi kumshinda, maana hujui anatoa sadaka gani, anaitoa kwa Mungu gani, anaitoa kwenye ardhi gani, anaitoa kwenye dunia gani. Haujui. Kwa hivyo hamwezi kushindana. Kitu unachokifanya ni kuinua madhabahu yako, utengeneze kitu kilicho na uhalisia ambao wengine hawana. Hiyo ndio kushinda vita. Kama kanisa tunapofanya kanisa Katoliki linaenea, linasambaa, hawafanyi crusade. Ushapata crusade? Hawana. But the most successful church ni nani? Sisi ambao tunafanya makrusedi bado tunangangana, bado tunapigana vita, bado hatujielewi. Utakuta Catholic inafanya service karibu 4 siku moja, ya asubuhi saa 12 shamalizika saa 1 wameenda nyumbani, saa 3 wengine wamefanya wameenda nyumbani, saa 4 wengine wamefanya wameenda nyumbani. Unakuta 30 minutes 40 minutes ndio wanafanya, watu wanaenda nyumbani. Lakini sisi walokole tutafungia watu kanisani kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini bado tunangangana. Wale hawangangani, wale wametoa ibada tu, mbarikiwe wana wa Mungu, we Maria mke mbarikiwa kuliko wanawake wengine wote, tusamee sisi wakosefu. Hiyo tu wanafanya ile, wanafanya kidogo kidogo kisha wanaondoka, kwa sababu kuna madhabahu yaliyo Vatican yaliyotolewa dhabihu zaidi nyingi sana kila siku. Na hiyo madhabahu iliyo Vatican ndio inazungumza, maana mafundisho yatakayofundishwa Jumapili Vatican ndio itafundishwa ulimwengu mzima. Ukienda kwenu Bungoma church ya Catholic itasoma venye popo alisoma kule. Maana kuna madhabahu tawala, kuna madhabahu miliki. Sasa katika hali na misingi ya dunia, kila mtu ako na madhabahu miliki. Sasa ukiona unalemewa katika dunia, kuna mtu amekumiliki. Kuna madhabahu imerushwa kwako inakumiliki. Ndio kwa sababu unashindwa upenyo. Na ile inakumiliki inafunga milango yako. Sasa hautapata upenyo.
Ndio unaweza inua madhabahu yako, ndio ubomoe madhabahu. Katika kitabu cha Yeremia 1:10 inasema namna gani? Angalia, kutoka leo nimekupatia taifa na falme. Ufanye nini? Ukazibomoe. Hebu fungua, ukasibomoe, ukaziangushe, ukazisambaratishe, ndio upate upenyo. Hauwezi kupata upenyo bila kuangusha madhabahu yaliyo karibu na wewe. Hauwezi kupata upenyo bila kujenga madhabahu mapya. Hauwezi kupata upenyo bila kuwa na kitu ambacho wewe mwenyewe una madhabahu. Hakuna kitu kilicho duniani ambacho hakinya katika madhabahu. Umeelewa? Kila kitu, misingi yote, mashule, hata primary school, mashule, institution zote ni madhabahu ambayo yanazungumza. Hayo ndio madhabahu yanaonena katika maisha ya binadamu. Madhabahu yanaotawala katika maisha ya binadamu. Madhabahu yanaomiliki katika maisha ya binadamu, katika maisha ya wanyama. Ndio unakuta kule wa wanyama, lion ni mnyama tu, si mkubwa vile, lakini anatawala mpaka ndovu. Lion si mnyama mkubwa kuliko twiga, lakini nakuta twiga wanamuogopa. Kwani kwa sababu kuna madhabahu yake ya kuweka uoga, madhabahu ya umiliki, madhabahu ya utawala yanayotawala. Kwa hivyo kwa wewe kufaulu na kumiliki katika kila kitu ni kuinua madhabahu. Watu wanafikiria madhabahu ni kutoa fedha, madhabahu ni kuenda kupanda mbegu, madhabahu ni kuenda kutoa vitu ambavyo vile wanasema. Madhabahu ni kuelewa jinsi mawasiliano yako ama communication yako iko na Mungu. Na Mungu. Umefungua kidogo madhabahu. Jameni, mnisaidie niinue madhabahu ya simu. Hayo ni madhabahu ya Kiluya. Umekuja na ubaya. Yeremia 1:10. Inasema, see I have this day set thee over. I have this day set you over the nations and kingdoms. Nations and kingdom. Yani nimekuweka juu, nimekupa mamlaka juu ya mataifa na falme. Ufanye nini? To root out, kuzingoa. To pull down, kuziangusha, and to destroy, na kuziangamisha. Ndio. And to throw down, na kuharibu. Na kuthrow down ni kungoa bendera yao. To build, then ujenge madhabahu mapya na uinue. Umeona? Kwa hivyo umepatiwa mamlaka ubomoe chochote ambacho umekikuta, ndio uweze kutawala. Ujenge kitu kipya ambacho kitakusikiliza wewe. Madhabahu yako na nguvu. Ukiolewa ama ukioa, vunja madhabahu ya mkeo, naye mkeo vunja madhabahu ya kwenu kule mmetoka, kisha mjenge madhabahu mapya. Ndoa nyingi zimekosa kufaulu kwa sababu wewe mama umekuja na madhabahu ya kwenu na mkeo amekuja na madhabahu ya kwao. Mtakapoishi pamoja ni vita vitatokea. Madhabahu yanapigana. Lakini kama mtabomoa madhabahu, abomoe ya kwao na abomoe ya kwenu, kisha mjenge madhabahu mapya, mtatawala. Maana sasa you be founded on a new foundation ya madhabahu mapya. Na madhabahu ndio upatiana mwelekeo. Madhabahu ndio kupatia utajiri, ni madhabahu. Umaskini ni madhabahu. Kuwa rais wa Kenya ni madhabahu. Kuwa kiongozi mahali popote kule ni madhabahu. Kwa hivyo wewe, baba yako alikuinua. Sasa Kenyatta alikuwa president, Uhuru amekuwa president, na labda kuna mtoto wao mmoja atakuwa president kwa sababu kuna madhabahu kwao ya utawala. Moi ni president, mtoto wake Gachagua amekuwa president, mtoto wake mwingine Lee Nyanjui amekuwa governor, mtoto wake Ruto amekuwa president, mtoto wake mwingine Gideon amekuwa tajiri. Maana kuna foundation iliyotengenezwa ya watu hawa kumiliki. Musalia Mudavadi, angalia, baba yake Mudamba alikuwa mtu mkubwa nchini, katika nchi ya Waluya, naye mtoto wake bado ako kwenye power. Serikali yoyote ije utamkuta ako kwenye power. Awe iliwe liwalo, utamkuta tu amefanyika waziri. Si kupenda kwake. Na huyu mtu hana maono, hana mipango, lakini utamkuta pale. Waluya wanasema huyu mtu hatuongozi, afanye nini? Mtu bure. Lakini ikifika wakati wa kura mnampatia, kwa sababu kuna madhabahu ya baba inanena juu yake. Yes. Ni madhabahu gani ambayo unatumikia wewe? Muulize, ni madhabahu gani inanena katika maisha yako? Madhabahu gani inanena by the way katika maisha yako? Unashinda wameniroga, sijui nini, ati ni nuksi, maisha yangu tu, hamna, jirani anitaki. Enda kwenu, angalia madhabahu ya kwenu. Kama ni umaskini, utatawaliwa na umaskini. Maana ni subdue.
inakutawala, inakumiliki. So hii umaskini tukitaka kutoka ndani tuna uwezo wa kutoka. Tuna uwezo, maana umepatiwa kwenye Yeremia 1:10. Hebu ungesoma ya Kiswahili waelewe vizuri. Toa kwenye Kiswahili hapo, ndani yako kuna Kiswahili. Yeremia, wacha ni Yeremia. Pia wacha niangalie kwenye labda yako haijasoma vizuri. Madhabahu haina madhabahu. Yeremia. Yes, tunatumia Starlink. Hatutumii mitandao inayotembea chini ya maji. Unajua pia mitandao ni internet ni madhabahu. Sure. Internet pia ni madhabahu kali sana. Kwa sababu ndio imesambaza ushetani mwingi sana. Unasikia kitu kinapitia ndani ya maji, kimetoka kutoka continent fulani moja imeenda kwa continent nyingine, inapitia ndani ya maji. Na katika kule kupitia ndani ya maji alafu inarusha huko, inakwambia ati ni mtandao, ni mtandao wa kijamii, mtandao. Facebook, unakuta Facebook ndio hiyo ina maneno yake, Twitter ndio hiyo ina maneno yake. Ndio hiyo nimeipata sasa. Nimeipata sasa, soma basi. Nasema leo nimekupa mamlaka juu ya mataifa, na falme. Na uwe na mamlaka ya kung'oa, muwe na mamlaka ya kung'oa na kubomoa, mamlaka ya kuharibu na kuangamiza, mamlaka ya simamia hapo. Mamlaka, uwe na mamlaka ya kung'oa na kubomoa. Kwa hivyo lazima, kama kuna umaskini kwetu, una mamlaka ya kubomoa umaskini. Una mamlaka ya kung'oa umaskini. Una mamlaka ya kuharibu umaskini. Kung'oa ni kung'oa. Kuna mizizi ndizo tunaita kwenye lugha ya Kimombo foundation. Misingi inaotawala kwenu. Hiyo ndio tunang'oa misingi. Kisha tunafanya nini? Baada ya kung'oa tunabomoa. Kuna katika hiyo misingi iliyojengwa, iliyofanyika, juu yake kumejengwa majumba ambayo ndio yanafanya ule umaskini ustahimili. Kwa hivyo unabomoa hiyo nyumba ambayo imejengwa kwenye ule msingi. Kuangamiza. Alafu kisha kuna pillars na kuna vitu shikilizi. Unaviangamiza vyote katika ule mjengo, ule msingi huo. Kisha alafu tuna mamlaka sasa ya kujenga. Alafu kisha bomoa katika sehemu hiyo umebomoa. Uko na mamlaka, usipawache wazi. Inua madhabahu kulingana na uwezo wako, kulingana na wewe ufahamu ambao uko nao. Ujenge madhabahu ambayo yatakutawalia, yatakuwa mwongozo. Sasa ujenge, alafu na upande. Alafu ukisha jenga madhabahu, kisha sasa kupanda ni kunena neno la kimadhabahu ya kufanya yale madhabahu yawe hai. So unaweza jenga madhabahu na pia bila kuyanenea yakakuwa pale, akakuwa madhabahu yanakuwa madhabahu yakiwa yamenenewa. Ndio unaona ukienda kwa mganga wanakuitisha kuku, wanakuitisha ng'ombe, wengine wanakuta wananyoka wamefuga, kondoo wako nazo. Hizo ndizo wanatumia kuziua. Wakiziua kuna maneno watazungumza, ndio madhabahu yale yakamilike. Bila Mungu kupatia ule mtu alipatiwa pumzi, kisha akawabariki, akanena neno la kimadhabahu juu ya binadamu. Thank you. Mpenzi mtazamaji, mimi sisemi kitu. Wanataka kuzungumza na wewe. Nipige namba ya simu. Namba yangu ya simu ni 7022239555 ama 012935035. Hizo namba unaziona hapo kwenye runinga yako, zinapita hapo. Piga namba hiyo anytime, iwe ni usiku wa manane, nipigie tu, niko hapo kwa sababu yako. Madhabahu yapo na madhabahu husumbua. Madhabahu hubariki, madhabahu hufanikisha na madhabahu huangamiza. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe uangalie ni nini hicho. Si maombi mengi, maana Wakristo wengi tumepotelea kwenye maombi. Na kuuliza, Mchina amefaulu duniani, akikuja kujenga barabara kwenu anachukua kondoo, mbuzi anachinja ama anazirusha kwenye shimo zikiwa hai. Pale Kiambu siku moja niliwakuta wamechukua nguruwe zote kule Kikuyu, wakaziteketeza kwa moto zikiwa ndani ya shimo, kisha wakafunika. Hayo ndio madhabahu. Na walipojenga barabara yote hakuna accident ilifanyika, maana waliinulia Mungu wao madhabahu. Wewe madhabahu ya kwenu ni nyoka,
na firigisi na nini zingine na cockroach mende na mende. Hizo ndizo mnazoziabudu, ndio madhabahu ya kwenu. Mchina ambaye hajui Yesu Kristo, Mchina ambaye hata Mungu sijui kama wanajua, amefanikiwa pakubwa, ndiye amekujengea barabara, unaipitia, unasema hataenda mbinguni, unasema yeye hajui Mungu, lakini barabara unayoipitia imejengwa na mtu hajui Mungu. Kwa hivyo nani ambaye anastahili kuwa na muonekano mzuri? Wewe unajua Mungu, hujajenga hata kabarabara kakwenda kwenu, hujui kujenga. Huyu mtu hajui Mungu, amejenga barabara. Nguo nayo vani, huyu mtu ambaye hajui Mungu. Vikombe kwako kwa nyumba vimejengwa made in China, huyu mtu hajui Mungu. Wewe ambaye unajua Mungu, ni maombi mengi hayakusaidii. Jua jinsi ya kuinua madhabahu. Success, kufanikiwa duniani ni madhabahu. Kupata mahusiano yako na Mungu ni maombi. Mahusiano hayawezi kukupatia chakula. Mungu hawezi akakupatia chakula, maana amekupatia formula ya kupata chakula. Kile mtu Mungu amekupatia kiko halisi, kiko gangari na kinafuata miundo misingi ya kiungu. That's what we call protocols of heaven. Protocols of heaven zinaenda visawa. Principles of the kingdom ziko, na principles sio wokovu, maana hata Mungu hakuwa Mkristo. Umesikia? Ukitaka kubaki kwa umaskini, uwe baki. Ukitaka kuenda kwa utajiri, uenda. Lakini wanaume, acha niongee polepole, tuitane kama mkutano. Ni jukwaa la busara, mpenzi mtazamaji, na kwenda kwa jina Job Wamalwa na hii ni Bethel TV. Kwa heri. Thank you. Sasa.